Shangaza kwa yale unatenda kwetu Baba. Lolo umetupa kiongozi aliye mwema kwenye huduma yako. Askofu Chilongozi Baba, asante kwa maono na hekima na maarifa
ameweka kwako yawe, leo unayafanyia kazi. Baba haya ni mambo makuu, tena ni ya ajabu sana. Lolo lolo hakika ni neema ya pekee kwa dayosisi yetu. Ubarikiwe Baba, ubarikiwe. Lolo lolo acha tumutukuze Yahweh kwa haya mambo, acha tumwinue Baba milele kwa wema wake wa Kristo. Acha tuseme kwako asante. Lolo, acha tuseme kwako ni asante. Ewe Yahweh, hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe. Jehova Shama, Jehova Shama, Jehova Shama, Jehova lolo lele. Jamani, kuimba ni raha. Haleluya! Hebu shangilia Yesu kwa neema ya pekee. Ametupa kibali kuwepo Ilindi na kumwinulia sifa yeye. Haleluya! Acha nikuimbie Jehova Shama, maana ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. La 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 la, acha nikutukuze Elishadai. Haya unayofanya kwetu hakuna atayepingana nayo, kwa sababu ni kibali chako Jehova Shama. Lolo 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 jamani, ninamwimbia Yahweh kwa furaha. Ningeshangaa sana nisingewaona dada zangu mkimtukuza Yesu pamoja nami. Haleluya! Aya! Lolo yelele lelele 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 lelele. Nataka tuimbe sasa. Sijamuona mwingine kama Yesu. Hakika matendo yako makuu. Yelele Yesu, wewe unashangaza. Jehova unatushangaza kwa umati huu. Baba matendo yako makuu. Yelele lelele jamani, kwa Yesu ni raha. Aya lala, chapa muziki wa Yesu jamani, muziki. Baba Askofu, tukiimba tunasikia raha sana.
tena usifiwe peke yako, we Yesu, ewe Yesu. Na sasa tuna ratiba yetu, tunaomba sasa tumualike Baba Askofu kwa ajili ya kuweza kutoa maneno machache ya utangulizi kwa ajili ya mlima huu wa maombi. Tafadhali wote tusimame tunapokuwa tunamwita Baba Askofu. Bwana asifiwe. Amen. Basi tukae. Sasa mimi nataka niseme machache kuhusu mlima huu wa maombi. Kwa nini tuliuchagua na umuhimu wake nini katika maisha yetu? Ukiangalia katika Biblia hakuna sehemu ambayo inasema kwamba mlima fulani ulikuwa ni mlima wa maombi, lakini kwamba milimani watu wa Mungu walikutana na Mungu iko sehemu nyingi sana. Kama ukisoma manabii walikutana na Mungu milimani, Yesu alikutana na Mungu mlimani, na hata waumini mbalimbali walikutana na Mungu mlimani. Kwa hiyo nataka tu niwape vifungu kama vinne ili mnapoenda kusoma muone kwa nini tumeteua mahali hapa na kwa nini tunafikiri mahali hapa Mungu atakutana na sisi. Nataka some kutoka sura 34 mstari wa 28. Ukisoma hapo unaona Musa alitumia siku 40. Tena Biblia inasema alifunga, hakula, hakunywa kwenye mlima Sinai. Siku 40 ndipo alikutana na Mungu na ndipo akapewa zile amri 10. Aliziandika akiwa juu ya mlima Sinai. Siku 40 amekaa mlimani, anaomba, anafunga hali, alafu anakutana na Mungu, ndipo anapewa yale zile mbao zile ambazo zilikuwa na amri 10 za Mungu. Manake kama asingeenda mlimani labda asingekutana na Mungu. Hata kama Mungu yuko mahali pengi, lakini aliona sehemu pekee ya kukutana na Mungu ni katika mlima Sinai. Na mlima Sinai ni mlima muhimu sana katika Biblia. Lakini ukisoma tena Wafalme wa Kwanza sura ya 18 utaona nabii Elia aliposhusha moto kutoka mbinguni. Unakumbuka kulikuwa na wale manabii 450 wa Baali, na Elia anasema mimi nimebaki mimi peke yangu, ninyi mko 450. Kwa hiyo anasema sasa katika ninyi na mimi niko peke yangu, sasa nyinyi chinjeni ng'ombe, alafu mwageni maji mapipa mwagie, alafu iteni Mungu wenu ashushe moto, alafu na mimi nitashusha. Si mnaikumbuka hiyo habari? Kwa hiyo nabii akawaruhusu wakafanya hivyo, wakaita mpaka toka asubuhi mpaka mchana mpaka jioni. Akasema mwamsheni, labda amelala. Bwana asifiwe. Lakini moto haukushuka. Lakini nabii Elia kwa maneno machache tu alipomwita Mungu, ndio Mungu alishusha, wanasema fire. Mathayo 14 mstari wa 23. Hapo tunaona kwamba Yesu alipowaaga makutano, Biblia inasema alipanda mlimani faragani kuomba. Bwana asifiwe. Yani amehudumu mchana kutwa, ameombea, ametoa pepo. Sasa anamaliza, anawaaga, aendi nyumbani kulala wala wapi, lakini anapanda mlima faragani. Alafu Biblia inasema alienda kuomba. Manake alienda sehemu iliyotulia, sehemu ambayo aliamini atakutana na Mungu, na alafu akaenda kuomba huko faragani. Bwana asifiwe. Mstari wa mwisho ambao nataka ukasome, iko mingi lakini kasome Mathayo 17:1 mpaka 9. Mathayo 17:1 mpaka 9. Hapa kuna kitu ambacho Kiingereza tunaita transfiguration. Transfiguration ni pale Yesu alipowachukua wanafunzi watatu kwenda mlimani, halafu akabadilika uso wake na mavazi yake yakaanza kung'aa sana. Halafu Petro akasema, sasa tusitoke hapa, tujenge vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa, manake Musa alitokea, halafu kingine cha Elia. Bwana asifiwe. Hayo yalitokea wakiwa mlimani. Biblia kabisa inasema alipanda kwenye mlima mrefu.
ndipo akabadilika sura yake. Na ukienda Israeli, na bahati nzuri mimi nilienda na niliona, na milima ya Israeli sio mikubwa kama hii wala kama hii, ni kama vimiinuko fulani, lakini wanaita mlima. Kuna mlima wa majaribu, kuna mlima wa nini, kuna sasa huu wanaita mlima wa mabadiliko, yani Mount of Transfiguration. Alipanda juu akakutana na Mungu, mavazi yakabadilika. Kwa hiyo utaona kwamba mlimani ni sehemu ambayo watu wa Mungu wanakutana na Mungu, ni sehemu ambayo Mungu anajidhihirisha kwa watu wake, ni sehemu ambayo watu wanapanda kwenda kuomba. Kwa hiyo na sisi tulichagua sehemu, tulitaka tuwe na sehemu kama hii ili watu ndani ya DCT wanapopata jambo wanataka kutulia, wanaweza kusema sasa sisi tunakwenda kutulia mahali fulani. Sasa mlima huu ulipatikanaje? Kwa kweli mimi nilikuwa sina wazo, lakini mwaka juzi tulikuja Kipaimara, na hapa kuna parish mbili za Ilindi A na Ilindi B, lakini ziko ng'ambo kule. Sasa wakaomba nije niweke jiwe la msingi hapa. Kuna kanisa moja hapa chini, nilikuja kuweka jiwe la msingi. Nilikuwa sijafika maeneo haya. Kwa hiyo nilipokuja weka jiwe la msingi, nilipoangalia mandhari haya, mara moja nikaongea na Wakristo kwamba hapa nataka kuja kuweka kitu. Sasa wao walidhani natania, lakini niliporudi ofisini nikawachukua wenzangu kwamba twendeni mkaangalie kitu nilichoona. Kwa hiyo tukaja mwaka juzi, tukazunguka, tukaangalia, tukaona, wakaniunga mkono. Tukaja tena mara ya pili tena, tukazunguka tena, tukaangalia, wakaniunga mkono. Kwa hiyo tukanunua mara ya kwanza eka 12 kwa Wakristo wetu, na alafu juzi tena tukanunua eneo hili eka 5. Kwa hiyo jumla tunaweka 17. Ndivyo lilivyopatikana. Nilikuwa nakuja weka jiwe la msingi, nilikuwa sijafika. Nilipoliangalia nikauliza lina mtu, akasema halina, ila atasema baadaye mheshimiwa diwani. Waluteri nasikia wapo kwenye mlima kule wenyewe, na Waroma nadhani wenyewe walikaa kule ili wao wanaangalia view, yaani muonekano. Ukiwa kule juu unaiona bahari. Sasa mimi sikutaka view, mimi nilitaka upepo wa bahari. Baada hapo mimi nitoe wito tu, tunataka dayosisi kama dinari ama parishi ama kwaya au mtu binafsi unataka sehemu ya kupumzika na kuomba, basi unakuja hapa. Kwa hiyo mimi nitoe wito tu, tutakapokuwa tumekamilisha hili eneo, basi tuombe mlitumie. Bwana asifiwe. Maparishi mnaweza mkapanga, sisi tunataka kwenda kufanya utulivu. Wazee wa kanisa mnakuja mnafanya utulivu hapa. Baba Askofu, tunakushukuru sana kwa ajili ya jambo hili kubwa. Tunajua sasa yale mambo yaliyoshindikana kule nyumbani unayaleta wapi? Hapa. Kama kuna kitu unapandisha mlimani kule. Yaani umetoka mpaka kule unamwambia Mungu, yaani nimevuka milima na mabonde, nimekuja niko juu ya mlima, juu ya mawe, alafu usikii kuna mtu ananisumbua. Unamalizana naye hapa. Sisi tulimaliza jana Baba Askofu, tulikuwa tunapanda juu na kanoni wa lori. Kwa hiyo tulipanda kule tukaa tunawapeleka wale wanaotusumbua kwa Mungu Kwa sasa hivi mwepesi, sina uzito, yani mambo yako tantarira. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukitaka kusumbuliwa na magonjwa, shida, mateso na umaskini ni wewe tu. Ila solution ya DCT imeshapatikana hapa. Ngoma iko live. Kwa hiyo unakuja hapa unaleta mambo yako vizuri ili mambo mengine yawe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunataka Wakristo wetu wote tuwe na nini? Na amani na furaha, hakuna kitu kinachotusumbua.
kuzuia mpango wa Mungu usikamilike, wa kuzuia kusudi la Mungu lisitimilike, wa kuzuia mpango wa Mungu usikamilike, wa kuzuia kusudi la Mungu lisitimilike. Hayupo aliye juu yetu. Wanaompenda Yesu, mikono juu, mikono kwa Yesu, mikono kwa Yesu. Hata sasa Bwana ametusaidia. Amen. Na mkono wako wewe Yesu, ukitenda mambo makubwa, tumeona baraka zako wewe Yesu, ukitenda mambo makubwa, umetuvusha milima na mabonde. Tumeona baraka zako Yesu, umetusaidia disiti kupata vitega uchumi. Umetupa mubeba maono anayeona mbali, Baba yetu Chilongani. Vigelegele vingi kwa Baba Askofu. Hata sasa Bwana ametusaidia, Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia. Yeye ni Ebeneza. Bwana ametusaidia kupata eneo hili. Bwana ametusaidia. Ametusaidia kuwa na redio yetu. Yeye ni Ebeneza. Ebeneza ametenda haya yote. Mko wapi Kristo? Ninaona mmepoa. Mko wapi? Mko wapi? Yeye ametenda mambo makubwa sana. Ametenda Yesu. Ametupa watumishi wazuri sana. Hakuna kama yeye. Hakuna anayeweza kupinga hayo. Sipora. Hata sasa yeye ni Ebeneza. Ametupa askofu mwenye Haleluya. Nataka niulize swali moja. Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Baba asante. Nimetiwa moyo. Haleluya. Amina. Nataka niulize swali wote. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Waumini wote na wauliza. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Baba Askofu. Baba Askofu. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu baba? Hakuna. Makofi mengi sana kwa hata sasa Bwana ametusaidia. yeye ni Ebeneza. Maneno ya wanadamu, kiburi cha uzima. Maneno
baba yangu, umempa nini Mungu wako? Mpaka sasa uko salama, salama, salama. Yakupasa umshukuru Mungu wako. Yakupasa umshukuru Mungu wako. Wewe. Asante Baba. Asante.
tumshangilie. Safi kabisa. Na mimi hapa nasikia roho Bwana ananiambia kuna watu hapa wamekuja wanaumwa wanarudi wamepona. Wanakuja wana marejesho wanarudi hawana marejesho. Allah. Na kausha damu inaishia hapa. Baba Askofu, mlima umeanza kujibu mambo. Sasa wapendwa katika Bwana, muda huu sasa ni muda ule wa kumiliki hili eneo katika ulimwengu wa roho. Na sasa wakati huu nitaomba dakika chache sana tunazo, tutamkaribisha mkurugenzi wa uinjilisti, atatuongoza kwenye maombi ya kutamalaki na kumiliki hili eneo. Katika neno la Mungu kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 28 mstari wa 18 hadi wa 19, naomba mkuu wa chuo atusomee neno hilo. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Katika Isaya 56 mstari wa 7, nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Na hili ni tamko la kiroho. Na kwa mamlaka hayo ambayo tumepewa na Yesu, mahali hapa patawekwa wakfu kuwa eneo la Bwana. Tunatangaza kuwa ni ardhi takatifu. Na kila nguvu ya giza haina nafasi hapa. Na kila roho ya upinzani tunaifunga katika jina la Yesu. Amani ya Mungu itatawala hapa hata milele. Kuanzia leo mahali hapa patakuwa lango la mbinguni, mahali pa maombi yasiyozuilika. Baba wa mbinguni, kwa jina lako Yesu Kristo tunashukuru kwa neema hii ya kusimama mahali hapa leo. Wewe ndio ulianzisha kazi hii na tunajua wewe ndio utakayekamilisha. Leo jiwe hili, jiwe la msingi, linawekwa hapa mbele zako. Na tunaweka eneo hili wakfu mbele zako. Bwana, mahali hapa iwe madhabahu yako, si kwa maneno tu, bali kwa nguvu ya uwepo wako. Bwana, tunaita uwepo wako ushuke mahali hapa. Moto wa Roho Mtakatifu wake juu ya mlima huu. Kila mtu atakayekuja hapa auone uso wako. Tunatangaza ya kuwa wagonjwa watapata uponyaji, wenye huzuni watapata faraja, waliopotea njia watapata njia, wanaotafuta uso wa Bwana watamuona. Bwana atalinda mahali hapa, kwamba kila agano baya lililowahi kufanyika mahali hapa ikaweze kuvunjika. Kila dhabihu ya giza iliyowahi kutolewa hapa tunaiharibu. Tunatangaza utakaso juu ya udongo huu, kwamba ardhi ya mahali hapa imekwenda kutakaswa, na ardhi ya mahali hapa inasikia. Maana ardhi inasikia na ina masikio, na wewe ardhi utusikie sasa tunaposema maneno haya. Na Bwana, umeiponya ardhi hii, umeitakasa ardhi hii. Ardhi hii ni mali yako sasa. Hakuna chochote kitakachoweza kutendeka kinyume. Hivyo Bwana, tumeitakasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na sasa naomba pale ulipo tena tuende kutakasa anga ya mahali hapa, hali ya hewa ya mahali hapa, katika Waefeso 6:12 kwamba vita vyetu
siyo juu ya damu na nyama, bali ni vita juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Na hivyo wakati huu tunakwenda kuchukua hatua kwa mamlaka katika anga linalozunguka mahali hapa, na tunasema Bwana, safisha anga ya mahali hapa, ondoa kila roho ya giza inayozunguka hapa. Tunatangaza kuwa anga hii imejaa uwepo wa Mungu, na malaika wa Bwana wakae na kulinda mahali hapa. Na sasa Bwana anaendelea kutenda maajabu, na leo utaona nguvu ya ajabu inayokwenda kushuka katika mlima huu. Tunakwenda kuvunja sasa madhabahu za giza na madhabahu za zamani zote ambazo zimekuwepo katika eneo hili. Hatuwezi kujenga madhabahu juu ya madhabahu nyingine. Ni lazima tuvunje madhabahu zote zilizoko hapa na kupanda madhabahu ambayo ndiyo Mungu anayotaka tuiweke hapa. Na hii imeandikwa katika Wafalme wa Pili katika ule mlango wa 23 mstari wa 12. Tunaomba sasa, tunapokwenda kuvunja madhabahu zote zinazotuzunguka mahali hapa, naomba mkuu wa chuo tusomee neno hili, ili sasa tunapokwenda kuangusha hizi madhabahu zianguke chini, alafu tupande madhabahu ya Bwana mahali hapa. Wafalme wa Pili 23:12. Neno la Mungu linasema, nazo madhabahu zilizokuwapo darini juu ya chumba cha juu cha Ahazi wafalme wa Yuda walizozifanya, nazo madhabahu alizozifanya Manase katika behewa 2 za nyumba ya Bwana, mfalme akazivunja, akaziteremsha huko nje na kuyatupa mavumbi yake katika kijito cha Kidron. Ndilo neno la Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Hapa tunaweka wakfu eneo. Baada ya kuwa tumemaliza kuweka wakfu eneo, sasa tutaenda kuweka jiwe la msingi. Baba Askofu, tunakuomba uliweke wakfu eneo hili la mlima wa maombi katika imani ya Yesu Kristo. Katika imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunaweka wakfu eneo hili la mlima wa maombi litumike kama lilivyokusudiwa, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akae nanyi na tuombe. Mwenyezi Mungu, dunia na vyote vijazavyo ni mali yako, na eneo hili ambalo tunaliweka wakfu ni mali yako, na mlima huu wa maombi ambao tumeuchagua uliumba wewe. Tunakuomba ukatamalaki mahali hapa, na kama ulivyokuwa ukishuka na kutembea kwenye bustani ya Edeni wakati wa jua kupunga, twakuomba uwepo wako ukaonekane mahali hapa vizazi na vizazi. Mwenyezi Mungu, mtumishi wako Daudi aliomba akisema, nitainua macho yangu nikaitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Twakuomba Mwenyezi Mungu, uliyeumba mlima huu ambao tumeuchagua, ukawe msaada kwa watu wako katika dasi hii ya Central Tanganyika, na hata watakaotoka nje ya dasi ya Central Tanganyika. Watakapokuja hapa na kuletea maombi yao, twakuomba ukajibu. Watakapokuita, tunakuomba ukaitike na kujibu haja za mioyo yao. Pokea sala zetu hizi Bwana, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tutakuomba uliweke jiwe la msingi la ukumbi huu wa mlima wa maombi katika imani ya Yesu Kristo. Katika imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuliweka jiwe hili la msingi la ukumbi wa mlima wa maombi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi na tuombe. Hapa ikae imani ya kweli na uchaji wa Mungu pamoja na upendo wa ndugu
na nyumba hiyo itakayowekwa wakfu kwa sala na sifa zetu iwe daima nyumba ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa baraka wa abdu wake waaminifu na kwa utukufu wa jina lake takatifu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Baba wa mbinguni, kwa Roho wako Mtakatifu watu wako katika nchi hii ya Tanzania wameongozwa kuzijenga nyumba nyingi za kuabudia, na kwa utukufu wako uibariki nchi hii twakusihi, na wote wakao ndani yake, ili izidi kuwa nchi ya amani na upendano yenye maendeleo na furaha kwa mataifa yote, na jina lako takatifu lihimidiwe na kutukuzwa daima, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu ambaye umelijenga kanisa lako juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni, utujalie sisi kwa neema yako tuungamanishwe katika umoja wa Roho kwa mafundisho yao, hata tupate kuwa hekalu takatifu linalokubaliwa nawe, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa kweli jambo la kwanza kumtukuza Mungu sana kwa siku ya leo, kwa jambo hili kubwa kabisa ambalo ametujalia kanisa lake kulifanya. La pili, kumpongeza Baba Askofu na timu nzima kwa maono haya na kwa nguvu ambayo imekuwepo kuona kwamba maono yanapata miguu. Ni jambo moja kuwa na maono, ni jambo jingine maono yakapata miguu, yakatembea, yakaonekana, mkaona matokeo yake. Kwa hiyo tunakupongeza sana Baba Askofu kwa maono, lakini hasa pia kwa kuyapa maono haya miguu, tunaona yakitembea. Lakini la tatu, la mwisho, niseme tu ninachokiona mimi kwenye huu mlima wa maombi. Naweza kuona miaka ijayo majengo yatakayokuwepo, lakini naweza kuona watu wanaoingia na kutoka, wachache na wengi, wa muda mfupi na wa muda mrefu, wakija kwa sababu mbalimbali. Moja, kuja kuomba, kuleta mahitaji, kuyainua mbele za Mungu ya aina mbalimbali. Lakini pili, kuja kumsikiliza Mungu na kukutana na Mungu. Naona hayo yakitokea. Lakini nyuma ya hayo naona unyevu utakaotokea, ubichi utakaotokea katika kanisa zima. Kunapokuwa na maombi, kunapokuwa na mpangilio wa maombi, kunapokuwa na miundombinu ya maombi, tunapigia mstari kwamba sisi tunatambua tunahitaji kuomba. Sisi tunatambua Mungu anataka tuombe. Sisi tunatambua kwamba tukiomba Mungu anajibu. Kwa hiyo hii inatuzalishia ubichi na unyevu fulani utakaopelekea tuombe. Kwa hiyo sasa, kama ambavyo Baba Askofu aliomba, na mimi niongeze pale kusema basi kituo cha maombi, mlima wa maombi haui mlima katika sehemu kwamba tu hii ni sehemu ya maombi. Unakuwa mlima wa maombi ikiwa tutautumia kuomba. Asipokuja mtu yeyote kuomba, sasa ni mlima wa maombi jina. Ili uwe mlima wa maombi kama ulivyokusudiwa, tuje tuombe, tujifunze kuomba, tukue katika kuomba, tuongezeke katika kuomba, na tushuhudie Mungu akitenda anapojibu maombi yetu. Hii kituo kitagusa eneo hili la Ilindi, kitagusa dinari, kitagusa diocese yetu katika upana wake, lakini kitagusa Tanzania. Hakuna namna mvua itanyesha mahali pamoja isiwaloanisha hata wasiokusudiwa. Yaani hutaomba hapa kwa ajili ya jambo la kwako ambalo majibu yake hayatagusa na wengine ambao hawakusudiwa. Hiki kituo kitakuwa na nguvu itakayomdhihirisha Yesu Kristo na upendo wake na nguvu zake katika nchi yetu na katika kanisa kwa ujumla. Mimi namtukuza Mungu sana kwa sababu nimepata nafasi ya kushuhudia mwanzo wa jambo lisilo la kawaida ambalo Mungu anaanza kulitenda na ataendelea kulitenda. Hebu basi turuhusu mioyo yetu itake kuomba, itake kujua zaidi kuomba, ipate kujifunza zaidi kuhusu kuomba, lakini tuombe. Hata katika uelewa wetu wote utakaokuwa nao, hata katika ujinga, Mungu huwa anajibu, wewe omba tu. Lakini ukiomba katika ufahamu ni vizuri zaidi. Mungu atujalie kushuhudia makubwa ya pekee sana ya kumtukuza kupitia katika kituo hiki, mlima wa maombi. Baba Askofu, nashukuru sana kwa fursa hii na kutakieni baraka za Mungu tunapoadhimisha siku ya leo. Asanteni sana. Mimi niwe na
neno la kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya jambo hili, kuona kwamba linakwenda kukamilika sasa, kwa sababu yalikuwa ni maono ya kwako binafsi, baadaye ukashirikisha na wengine uliowashirikisha nao wakaendelea kushirikisha, na hata leo tunaona mkutano mkubwa huko mahali hapa ukishuhudia jambo hili la kupaweka wakfu mahali hapa kuwa ni mahali pa sala, kuwa ni mahali pa ibada, kuwa ni mahali pa utulivu. Nikushukuru sana Baba Askofu. Kwa wale ambao hawajui, mimi ninatoka hapa, yaani hapa mko kwetu. Hiki ndicho kijiji nilichozaliwa. Kwa hiyo uliposema yale maono na siku ile ukasema tunakwenda mahali fulani ni pazuri sana. Nilipoona tumefika Msembeta, tunakunja kuja huku, nikasema hasa mbona huku tunaenda kwetu. Kwa hiyo bila shaka askofu ameona kwetu ndiko mahali pazuri sana. Na baadaye tukakatiza kufika pale kutuonyesha hali ilivyo mahali hapa. Basi mimi nilimtukuza Mungu tokea wakati ule. Nikasema hakika Bwana ameumba mahali hapa ni mahali pazuri, panafaa, na hata leo mimi ninayo furaha sana. Siku hizi 2-3 mimi nimekuwa nikija kushinda hapa, kushiriki kazi mbalimbali, kutembea hapa, kuangalia barabara, kuangalia watu watapita wapi. Kwa hiyo tunashukuru sana sana kwa ajili ya maono haya ambayo Mungu aliyaweka kwako, na wewe ulipoyaona hukuamua kunyamaza. Maana wakati mwingine tunakwenda na maono yetu. Mtu ana maono lakini hashirikishi, hana uthubutu, mwisho wa yote maono yanakuwa hayafanyi kazi. Baba Askofu, mimi nikushukuru sana kwa sababu wewe unapokuwa na maono unaamua kuchukua hatua. Na mtu mmoja huwa anapenda kusikiliza sana klipu zake, anasema kwa nini waganga wa kienyeji huwa wanawaambia watu nenda makaburini? Kwa sababu kule makaburini watu wamelala, wana maono hawakuyatimiza. Kwa hiyo wakienda makaburini, wakirudi wanapata maono kule ya wale waliolala. Lakini wewe maono yako tunayafaidi hapa hapa. Kwa hiyo tunakushukuru sana na Mungu aendelee kukubariki, na sisi tuko tayari kuungana na wewe pale unapotushirikisha katika maono unayoyaona kwamba tungefanya jambo hili kwa ajili ya kuweka alama katika kanisa la Mungu na hata katika ulimwengu huu. Mungu akubariki sana Baba Askofu, na tunashukuru sana. Amina, asante. Haleluya. Mimi kilichonifanya nije mahali hapa ni kwa sababu nakumbuka tuliomba sana juu ya nafasi ya askofu kipindi marehemu Mhogo alipofariki. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na tunamshukuru Mungu alileta baba askofu ambaye anatembea ndani ya yale maono ambayo tulikuwa tunaombea. Na nakumbuka neno moja ambalo sitakani nisahau, na ndio maana kila wakati namshukuru sana Mungu kwa ajili ya baba askofu. Alisema mimi kazi ya kwanza ni uinjilisti. Na nakumbuka kikao cha kwanza alichokifanya kwenye kazi yake, baada ya kukaa kwenye kiti, yamkini yeye akumbuki, tulifanyia kwa mama Mtengere, alikaa na wana fellowship. Aliheshimu nafasi ndogo tulionayo kanisa kuu, akatuheshimisha sana. Na ndio maana nikasema hata kama niko kazini leo nitaomba ruhusa, tashiriki litendo kubwa ambalo Mungu amelifanya mbele zake kabisa, Mungu aliye hai. Lakini pia tukumbuke ili jambo ni jambo la kiroho sana. Miungu wanainua milima. Lakini sisi baba askofu sijui amepata maono wapi. Nafikiri kwa sababu kila siku tunakuombea baba. Kabisa ni jambo la kiroho ambalo anainua mlima wa Mungu. Kwa hiyo tuone katika ulimwengu wa roho kuna jambo kubwa limefanyika sana. Na mama Mbisa wakati anaomba hapa, kuna kitu kiliitika kule. Sijui kama mlisisi. Nikasema yes, kimeitika. Kwa hiyo tushikamane kwa pamoja, na naamini baada ya muda fulani Dodoma itakuwa tofauti kabisa. Kabisa. Mimi nina hakika kwa sababu nimehamia Dodoma 2007. Tulikuja Dodoma mvua zilikuwa zinyeshi. Baba askofu sijui kwa maana anasema uongo. Tulikuwa tunaingia chimbo, yupo baba Secha yuko mahali hapa mwana maombi. Kwa muda wa miaka zaidi ya 10. Tunashangaa Dodoma sasa hivi mvua zinanyesha muda wote. Haleluya. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata wazo la
Dr. Magufuli kuleta makao makuu Dodoma, ambayo imeshindikana kwa miaka mingi, ni kwa sababu ya maombi ambayo yamekuwa ikifanyika kwa muda mrefu. Tunapoendeleza maombi haya, Dodoma itakuwa kitu cha tofauti kabisa. Haleluya. Naomba niwafikishie salamu za mume wangu, ni pacha wangu, lakini yeye alikuwa na kikao, atamani na yupo mahali hapa. Haleluya. Mimi ni mwalimu, jamani mnisamehe. Haleluya. Mbarikiwe sana baba, ongera kwa kazi nzuri. Haleluya sana. Mumwitumila Yesu kwinanye monyinji kwenyeza wanu wenji waone modelo kuwalonjela muno ng'aniyo muwaha dada mwene mtonyi waose konoze waose konoze waose konoze
wamehudhuria. Tuwashukuru Maeriadin, tuwashukuru makasisi, tuwashukuru vikundi vya kwaya, hasa tunawashukuru sana. Mmeweza kubeba gharama, mmeweza kuja na usafiri wenu. Barabara kama mnavyoiona imechoka, lakini kwa kweli tunawashukuru sana vikundi vyote mliokuja na mkaimba. Mimi mmeninyenyekeza sana. Tunajua mmeacha shughuli zenu nyingi ninyi, hasa wa mjini, lakini bado mmekuja kwenye tukio hili. Kwa hiyo Mungu abarikini sana kwaya zote ambazo zimeweza kuja kushiriki pamoja nasi. Lakini kuna wengi waliotupa msaada. Kwa mfano, wenyeji wa hapa walitusaidia kusafisha eneo. Msalato walitusaidia haya maturubai. Alafu kanisa kuu walitusaidia viti. Nani mwingine? Na wenyeji nao wamechangia na viti. Na wakuu wa idara walituchangia fedha, kwa maana hata leo tutakula, kwa sababu vituo vyetu, shule na watu wengine waliweza kuchangia hela ili tuweze kutumia leo kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo kwa kweli tunawashukuruni sana, na nirudie tena kushukuru uongozi wa kijiji, mtendaji, lakini sana sana pia diwani na wote ambao tumeweza kuhudhuria. Kwa hiyo tusiwe na maneno mengi. Mimi nitafunga, na baada ya hapo na chakula kitakuwa tayari. Tukisha kula, ukitaka wewe tu hata uondoke usiku, sisi hatuna shida. Kwa hiyo utazunguka tu hapa, upepo ukianza kuja haya. Lakini wakati tunakula, kwaya mkitaka kuimba pia itakuwa vizuri. Mimi napendaka kwaya. Mimi hapa naweza nikakaa tu nikasikiliza kwaya mpaka jioni. Bwana asifiwe. Haya, sasa tusimame. Mwamba wenye imara, upeti mmoja, alafu tutafunga kwa sala. Mwamba wenye imara, wako nikajificha, maji hayo na damu yaliyotoka tunakushukuru kwa ajili ya tukio hili ambalo tumelifanya leo. Ni tukio kubwa, lakini tunashukuru kwamba kwa msaada wako umetuwezesha kulifanya, na tunaomba sana ukatufungulie milango ili tupate fedha ya kutimiza yale yote ambayo tunakusudia, na tunaomba ukainue watu ambao watatoa vitu, watatoa fedha na watatoa nguvu zao. Lakini asante kwa ajili ya siku ya leo. Tumeona jinsi ambavyo makasisi wetu wamejitokeza kwa wingi, Maeriadin wamejitokeza kwa wingi, vikundi vyetu vya kwaya vimeacha kila kitu na kuja kutumia muda wao huku, na hata Wakristo wa hapa Ilindi A na B nao wamejitoa kuwa pamoja nasi kama wenyeji wetu, na hata wengine wamesafiri kutoka mbali, maeneo mbalimbali, wameweza kufika kuungana nasi. Tunajua hili ni tukio ambalo lina umuhimu sana kiroho, na kila mtu anajua kwamba tukio hili na mlima huu utakaposimama, wewe utakutana na haja za watu wako. Basi tunakushukuru sana kwa yote ambayo umetuwezesha kuyafanya mahali hapa, na tunapoondoka, kazi ambayo inaendelea, mafundi na wengine, basi endelea kuwasaidia ili jengo tulilolianzisha sasa likaendelee mpaka likakamilika. Na sisi tunalitukuza jina lako kwamba uko nasi na kwamba umepokea sadaka yetu kwa siku hii ya leo. Na tutakapoondoka mahali hapa, tunaomba ukatuepushe na hatari za njiani, hatari za accident, na hata hatari za barabara, na hata hatari nyingine. Tunaomba kama ulivyotufikisha salama hapa, tena ukaturudishe salama, ili tukalitukuza na kulimidi jina lako. Asante kwamba umesikia sala yetu, na asante kwamba utajibu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Akubarikini Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi, nendeni kwa amani.